Kimani Ichungwa awasalimie. Leader wetu wa majority awasalimie dakika moja. Mtu ati Ruto ni kianake ya Simba. Huyu ni mtu wa kuziwa uoga. Unajua juzi nimesikia ile mtu mwingine akitendawili akisema ati wabunge wametekwa nyara. Ati miswada yote ya William Ruto ikija bunge hakuna debate inapitishwa. Si nyinyi mnaonanga debate? Unajua huyo mtu amechapa, amefanya nini? Sasa hata watu wakiongea yeye amelala hasikii. Lakini Mheshimiwa Rais, unajua juzi ulifanya mkutano wa dharura na kiongozi wetu wa mahakama na pia spika wetu wa bunge. Na leo Mheshimiwa Rais, tumeona mahakama ya rufaa imekubaliana na mahakama kuu High Court ya kusimamisha ile housing levy fund ambayo inasaidia hawa vijana wa hapa Mtwati housing ikuje wapate kazi. Sasa mimi Mheshimiwa Rais, hata kama tunaheshimu uamuzi wako wa kuongea na mahakama, nataka niulize watu ya Mtwati, hiyo mahakama imewaletea kazi hapa? Rais aendelee kupanga kazi ya housing ama asiendelee? Aendelee asiendelee? Rais, pia unajua ulipanga vijana wetu ambao wako kwa polisi. Sababu polisi wetu wana umaarufu dunia mzima. Wengine waende Haiti wasaidie kuleta amani huko. Mahakama pia leo imesema polisi wa Kenya hawawezi enda kutuletea madola na kuleta amani kwa nchi nyingine. Hiyo ni haki kweli? Vijana ngapi hapa wanaweza taka kazi ya polisi nione mkono? Wangapi wanaweza taka kwenda kufanya kazi nje ya Kenya? Sasa hiyo mahakama walikuja kuwauliza hapa. Mheshimiwa Rais, najua unaheshimu uhuru wa mahakama. But we want to speak to our courts, Your Excellency. And we respect what they have said today. But since they have said they will have an expeditious hearing of the housing levy matter in the Court of Appeal, we want to ask the President of the Court of Appeal and the Chief Justice that expeditious hearing should be within 3 or 4 days maximum, so that you allow the government to continue with its housing program. On the other front, Your Excellency, we are concluding the public participation on the new law on housing. We want to tell them that in Parliament we shall also be expeditious in dispensing with that law and giving you a new law. Ili wakisitisha ile ingine rais. Na tunajua sheria haina shida. Your Excellency, you know, the masters of state capture, we have said it before, and that is a conversation, Your Excellency, I must insist we must continue with. Those who captured our state, they have also captured our judiciary to undermine, to sabotage all government programs that are benefiting the people of Kenya. Your Excellency, that conversation must not end. We must begin the conversation. And what you said, Your Excellency, in your meeting with the Chief Justice, that conversation cannot even wait for a month. It is a conversation that we must begin having now in all the 3 arms of government, so that we know who are these in the judiciary, who are captured, who are undermining and sabotaging the people of Kenya. Si mnaona hii mahakama inahujumu wananchi? Waendelee kuhujumu wananchi ama tuendelee na kazi? Rais aendelee na housing asiendelee? Mnasema aendelee? Na sisi tuunde sheria. Sasa tukienda kuunda sheria, bunge wanaenda wanasema tusifanye public participation. And public participation is a constitutional obligation under our constitution. Utakataza bunge aje kuunda sheria, na hawa wabunge tunalipwa mshahara ili tuunde sheria na tuongee na wananchi tukiunda sheria. Sasa Mheshimiwa Rais, hata kama tunaheshimu wewe, tunaheshimu ile uamuzi ulifanya, lakini pia ni lazima tuulize mahakama zetu wawe na ungwana,
wawe na ubinadamu, waweze kusikiza na kuona hisia za vijana mamilioni ambao wanaumia bila kazi. Leo wanatuambia tuache kukusanya ushuru wa housing. Wale vijana 1,100 karibu na 30 ambao wameajiriwa wasitishwe kazi. Wale watu wanafanya kazi kwa kampuni za simiti, za chuma, wasimamishwe kazi ili tufurahishe wale ambao wamewateka nyara huko mahakamani. Your Excellency, allow us. Na nilisema juzi niko na mswada wa State Capture Bill. Hiyo mswada, rais, tunataka tuwe na mazungumzo ili wale walioteka nyara nchi yetu aidha mahakamani, bungeni ama kwa serikali kuu wajulikane, tukomeshe ufisadi. Tonine corruption kana tuthikanine. Nimoko no kamera jabeno. Ona mame hora. Ona mame ruma. Ona mame igera igenyo. Nimoko menyiterera. Mukiugaga ne kianagea. Kianagea. Asante. Awasalimie. Harakisha mheshimiwa, 1 minute. Furahi rais kufika hapa leo. Rais, this is called a sea of humanity. Ni kuonyesha watu wa Mutwati wameunga serikali yako kabisa mkono, vile sisi wabunge wote 11 wa National Assembly na mimi senator wa 12 tumeshikilia serikali yako. Ile yote mirandi umeleta Meru hizi siku 3. Sisi tumesema ile kura tulipiga. Kweli umetuangalia na jicho mzuri, na sisi tutaendelea kushikilia we mkono usiku na nini? Sini namna hiyo. Sisi tuendelea kushikilia serikali. Tushikilie rais na naibu wake. Asanteni sana watu wa Mutwate. Lakini rais wacha niguze kitu moja ya miraa tu rais, tafadhali rais. Rais, miraa yetu hapa, hata ukiangalia wananchi wa hapa, mimi nikiwa senator nimeokoa watoto wengi sana kutika hii region ya Igembe sababu ya kukosa hata karo ya shule. Lakini hao ndio wakulima wa miraa namba 1. Ukiangalia ile miraa inaenda nje na ile pesa inabaki hapa, na kweli hawa wakulima hakuna kitu wanapata kwa bei yao ya miraa. Kwa hivyo rais, yule kiongozi anaenda Somalia, tafadhali shikilie mkono aweze kuongezea hata tani nyingine 20,000 ikifika Somalia, more 20,000 tons. Na soko ya DRC, hawa watu wa Igembe watakuwa wastaarabu kila wakati. Ibo kwenda rais hato watara kemera. Ibo kwenda rais hato watara. Asante. Unajua